Kuna kesi chache ambazo zimewahi kuamsha hisia ya Wakenya kama kifo cha Albert Ojwang. Baada ya wiki kadhaa za maswali yasiyo na majibu, sasa CCTV iliyorejeshwa inaonekana kuleta mwanga mpya. Picha hizo zinadaiwa kuonesha maafisa wa polisi pamoja na wanaume wawili wakikaribia selo aliyokuwa amezuiliwa Albert muda mfupi kabla ya tukio lililoishia kwa kifo chake. Leo tunaangalia kwa kina Albert Ojwang alikuwa nani, ni nini kilimfikisha mikononi mwa polisi, kilitokea lini, na kwa nini CCTV hii imekuwa gumzo kubwa nchini. Karibu Mr. Zack, mahali ambapo habari huchambuliwa kwa kina, kwa uwazi na kwa lugha rahisi. Albert Omondi Ojwang alikuwa mwalimu na mwanablog kutoka kaunti ya Homa Bay. Bali na taaluma yake ya ualimu, alikuwa akitumia mitandao ya kijamii kuzungumzia masuala ya kijamii, siasa na utawala. Kwa watu wengi, alikuwa sauti ya vijana waliotumia mitandao kueleza maoni yao kuhusu yanayoendelea nchini. Ni nini kilitokea? Mnamo tarehe 7 Juni mwaka 2025, maafisa wa DCI walimkamata Albert nyumbani kwao katika kaunti ya Homa Bay kufuatia uchunguzi uliotokana na malalamiko kuhusu machapisho yaliyokuwa yamewekwa kwenye mtandao wa X ambao ulikuwa unaitwa zamani Twitter. Baada ya kukamatwa, alisafirishwa hadi Nairobi na baadaye akaandikishwa katika kituo cha polisi cha Nairobi Central usiku huo. Asubuhi ya tarehe 8 Juni mwaka 2025, taarifa zilitolewa kwamba Albert alikuwa amepatikana akiwa katika hali mbaya ndani ya selo na baadaye akatangazwa kuwa amefariki. Taarifa za awali za polisi zilidai kuwa alipata majeraha mwenyewe, lakini uchunguzi wa kitabibu uliofuatwa ulizua maswali mapya kuhusu kilichosababisha kifo chake. Ndipo kesi hii ikaanza kufuta hisia za taifa zima. CCTV iliyorejeshwa yafichua nini? Habari mpya zinaeleza kuwa wataalamu waliweza kurejesha sehemu ya rekodi za CCTV ambazo awali zilidaiwa kuharibiwa au kufutwa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kamera zinaonyesha maafisa wa polisi pamoja na wanaume wawili wakionekana karibu na eneo la selo kabla ya kuingia ndani. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa uwepo wa mtu kwenye CCTV pekee hauoneshi moja kwa moja kwamba ametenda kosa. Huu ni ushahidi ambao lazima uchunguzwe pamoja na ushahidi mwingine. Maswali makubwa yanayoibuka. Video hii imezua maswali mengi ambayo wachunguzi wanapaswa kuyajibu. Wanaume hao wawili walikuwa akina nani? Walikuwa wameingia kituoni kwa ruhusa ya nani? Walikuwa wanafanya nini karibu na selo? Walikaa humu kwa muda gani? Na je, rekodi zote za CCTV zimepatikana au bado kuna sehemu hazijarejeshwa? Haya ni maswali ambayo majibu yake yanapaswa kutolewa na uchunguzi rasmi, si uvumi. Kwa nini kesi hii ni muhimu? Kesi ya Albert Ojwang imekuwa zaidi ya tukio la mtu mmoja. Imefungua mjadala mpana kuhusu haki za watu walioko chini ya ulinzi wa polisi, uwajibikaji wa vyombo vya usalama na umuhimu wa ushahidi wa kidijitali kama CCTV katika kufichua ukweli. Wananchi wengi sasa wanasubiri kuona kama ushahidi huu mpya utasaidia mahakama na wachunguzi kueleza kwa uwazi kilichotokea usiku huo. Kadiri siku zinavyopita, vipande vipya vya ushahidi vinaendelea kujitokeza, lakini jambo muhimu ni kuhakikisha ukweli umepatikana kupitia uchunguzi wa haki na mchakato wa mahakama. Wewe unaonaje maendeleo haya mapya? Unaamini CCTV hii inaweza kuwa ushahidi muhimu katika kufichua ukweli wa kilichomtokea Albert Ojwang? Andika maoni yako hapa chini. Na kama unapenda uchambuzi wa kina wa habari kubwa za Kenya bila upendeleo, usisahau kulike video hii, kushare na marafiki zako na kusubscribe kwenye Mr. Zack. Hapa ndipo tunachambua habari kwa kina ili kila mtu aelewe kinachoendelea.
Mimi ni Nyabude Zack. Asante kwa kutazama, tukutane tena kwenye makala ijayo. Kwa heri.